Nilitamani nifumba macho sione, ila kesho ndivyo sivyo. Kutazama ndio mtazamo si, na hofu mwisho itakuwaje? Kumbe 9 yangu kwake 6, hata ukigeuza. Umekuwa baba bora, unapaswa kuigwa na kila mwanaume. Umeongea jambo zito sana Dorcas. Sijui unaanza nini. Hakuna mwanamke asiyetamani kuwa na mume anayejali kama wewe. Sio jukumu lako, lakini unalikamilisha kikamilifu. Sijui lingekuwa lako ingekuwaje. Nimekuwa nikishirikiana naye katika mambo mengi sana, tena kikamilifu. Jambo langu ni la kwake, jambo lake ni la kwangu. Hivyo basi, sioni ajabu hata hili pia kulifanya kikamilifu. Bila shaka utakuwa mkamilifu pia. Lakini sijali Chasi. Naomba ukae baba bora kwenye familia yako. Amina. Kuna shida? Ndio. Shida gani? Pamoja na elimu yako yote na heshima ulionayo, kumbe haujitambui. Unamaanisha nini? Unawezaje kumwachia rafiki yako majukumu yako kwa mkeo? Sasa kama ndio hivyo, inahusiana vipi na kujitambua? Huoni kama kichwa chako kina matatizo? Kivipi? Wewe na Chaz, nani mume wangu? Ni mimi. Nani anatakiwa kunihudumia na kuwa pamoja na mimi nyakati zote? Ni mimi. Nani anayetambulika nyumbani kwetu? Ni mimi. Sasa kama kila kitu ni wewe, kwa nini majukumu yako anayafanya Chaz? Uhusiano wangu mimi na Chaz hautakiwi kabisa kuingilia. Wewe ni mke wangu na Chaz atasimama kama rafiki tu. Unafahamu fika kabisa kwamba mimi niko busy kiasi cha kukosa hata muda wa kupumzika. Na ndio maana namuomba nisaidie. Na hayo ndo maamuzi yangu. Hakuna mtu yeyote kunipangia. Ama kweli mlango sio mlango mpaka ufungwe au uachwe wazi. Bana, mimi nashukuru sana kwa msaada wako wa jana. Najivunia sana wewe, kwa sababu umekuwa bega kwa bega kwa mambo yangu mengi sana. Usijali bwana, unajua sisi ni familia. Alafu ni muhimu kusaidiana pale inapobidi. Ni kweli bana.
Na kweli, lakini vipi kuhusu lisho yako? Kikweli nimefeli tena. Pole sana bana. Lakini mimi nikwambie tu kitu kimoja kwamba usiache kufanya. Yaani uendelea kufanya tena na tena. Ndio maana wenzetu wanasema better late than never. Sure bro, lakini inaumiza sana. Kuna nini tena? I'm so sorry. Habari za muda huu? Mimi nilijua tu. Kuna tatizo gani bwana? Sawa. Najisikia vibaya. Sasa mbona nipeleke hospitali? Okay, poa. Oh, msanii. Inakuwaje hapo? Aisee, sio poa. Nataka ukimbie pale nyumbani chapo. Shemeji yako ana tatizo la kiafya, umpeleke hospitali ndugu yangu. Mimi kuna kazi moja imenitinga sana hapa ofisini. Ila nikimaliza tu tawakuta huko. Haina shida bro. Fanya hivyo. Sawa, fanya hivyo ndugu yangu. Fresh mwanangu. Sawa. Mume wangu, mimi ni mjamzito. Hongera sana bro. Naona umefungua kurasa mpya ya maisha. Kama ni askari, umeongeza nyota begani. Asante sana. Umekuwa rafiki bora sana kwangu. Okay. Basi ngoja mimi niwaage. Nina location mara moja. Sawa. Asante sana kwa zawadi ya familia. Ni kitu ambacho nilikuwa nakisubiri sana kwa muda mrefu. Asante pia Robi. Asante sana kwa kuwa na subira.
Wana sipendi mimi makele yako. Sawa. Alafu mama ukaribisha mbele za watu. Nini? Haya, tatizo lako nini? Nimechoka na ngonjera zako kila siku ujue. Nyimbo ni zile zile. Mara sijui kesho, baadaye mara subiri. Ulivyokuwa unaniambia nikachukua vitu vya watu ulikuwa unategemea nini? Sawa. Sikiza mrembo wangu. Mimi sikuwa nalinda lengo baya. Sawa. Ila mambo hayakuwa sawa, mambo yaliingiliana. Naomba kuwa mvumilivu, kuwa na subira. Tatizo sio kusubiri. Shida ni kuwa nakalaishwa sana na anaonidai. Okay. Sawa, sasa. Chukua hii kidogo. Sawa. Alafu ukalipe siku 2-3 hizi. Wakati mimi narekebisha hii mambo kae sawa. Yaani 11,000 kwenye 80 kweli? Uko serious kabisa? Sichanganye. Hamna kitu basi. Neli. Mbona nitafanya? Lo. Yaani mwanaume mzima unatembea na 12,000. Alafu unajiita msanii. Wewe msanii makwapa. Alichokwambia shemeji ni kweli. Tulipofika hospitali, baada ya vipimo ikagundulika shemeji ni mjamzito. Ila kwa bahati mbaya ujauzito umetungwa nje ya mfuko wa uzazi. Hivyo basi anatakiwa kupewa bed rest kwa kipindi chote cha ujauzito, iwe hospitali au nyumbani, na hatakiwi kufanya kazi ngumu ambazo zitaweza kumletea shida. Asante sana kwa muda wako. Unaweza ukatuacha? Okay. Shem, utakuwa sawa. Ujifungua salama iwapo kama tutafuata maelezo ya daktari. Huna haja kuogopa. Mchana mwema. Nilitamani fumba macho sione, ila kesho ndivyo sivyo. Kutazama ndio mtazamo si, na hofu mwisho itakuwaje. Kumbe 9 yangu kwake 6, hata ukigeuza tazamo wake umeleta vita. Mimi huita hapa kwa ajili ya lile swala la mke wangu ambaye ni shemeji yako. Ndugu yangu, unajua kabisa kwamba mimi niko busy na kazi. Halafu kazi yenyewe ndo kwanza naianza. Na kitu ambacho sitaki kabisa kukisikia ni mke wangu kwenda kulazwa pale hospitali. Kwa nahitaji sana msaada wako. Msaada wangu? Ndio, msaada wako. Msaada gani? Nahitaji msaada wako juu ya uangalizi wa mke wangu pale nyumbani. Alafu na mimi nitakuzingatia. Tatizo sio kuzingatiwa, kwa sababu wewe ni zaidi ya rafiki. Wewe kwangu ni ndugu. Ila tatizo ni pale endapo ratiba zangu zitaungana na shemeji. Mwanzani itakuwaje? Vipi kaka, kwema? Yaani sio wema kabisa rafiki yangu. Kuna nini? Mke wangu ni mjamzito. Huu ni uoga majukumu. Mtoto ni zawadi na baraka toka kwa Jah. Wasiwasi wako nini? Isitoshe unajitosheleza.
una nyumba, una kazi. Hofu inatoka wapi? Basi wewe ujue hizo. Lakini tosha kumwambia kwamba mimi siko sawa kabisa. Kwani wasiwasi wako ni nini hasa? Niko hivyo hivyo, hata mimi mwenzenu najiuliza, ai, kuna wengine wanapendana sana mpaka naona ni miujiza, kumbe sivyo. Hata mimi mwenzenu alinikuta mpaka sasa najiuliza, kwa nini aya mwenzenu ananiliza. Ina maana hujasikia kabisa salamu yangu. Nataka kujua umefikia wapi kuhusu mgawanyo wa ratiba yako ya nyumbani na kazini. Swala lako ni nyeti sana na linahitaji maamuzi sahihi. Bado naendelea kulichakata. Lakini kwa kipindi hichi nimemwomba Chazi atakuwa karibu na wewe. Na mimi wakati naendelea kutafuta njia sahihi ya wewe kubaki salama. Nilijua tu. Hasa nadhani mimi ningefanyaje? Na Chazi ndo mtu pekee anaweza kanisaidia katika hili. Mtazamo, mtazamo, mtazamo. Mtazamo, mtazamo, mtazamo. Zani. Unapo kwenye usafi? Mwanangu, kama kawaida, si unaelewa, ndio ishatokea hivyo. Ni kweli, unajua maisha lazima yaendelee. Ni kweli, ni kweli. Haina shida. Naam. Sawa, nitajitahidi. Bila shaka hiyo ni oda, sio ombi. Ni kama kawaida ndugu yangu. Basi naomba nisaidie mzee, niende niwahi kazi za watu, unaelewa? Baba. Vipi? Mke wetu bado kalala? Nitakupiga ngumi 70 sehemu moja ujue. Hongera baba, siku hizi umeanza kupika eh? Kumbe kutoka sokoni wewe usi. Neli, hebu niheshimu japo kidogo basi. Hivi, unataka kia ninapokuwa nini na ukimbia au? Kimbia usikimbia ni wewe. Na ndio ushanipenda. Sasa kazi unayo. Kwanza siku hizi unajifanya huko busy sana. Wala hujali kuhusu mimi hata kidogo. Kumbuka na pesa yangu kumalizia. Sikiliza. Kama ni masuala yako ya pesa, njoo kesho nyumbani tutaongea. Sawa? Nije tuongee au nije nichukue pesa yangu? Vyote hivyo utakosaka wewe sawa tu.
Sasa huko unaenda wapi na hivyo vitu? Wakati kwako ni huko. Au shaolewa? Unajifanya chizi eh? Sasa mimi chizi zaidi yako. Nitajua unaenda wapi na kufuata huko huko. Utajua mwenyewe bwana. Mtazamo, mtazamo, mtazamo. Mtazamo, mtazamo, mtazamo. Vipi? Uko sawa? Unaona kama uko mbali kimawazo? Hapana, mimi niko sawa. Okay. Unajua mpitia maradhi kifo mbombo. Wakati mwingine unaweza ukahisi nafuu na amani unaposema kinachokusumbua na kujaza moyo wako. Sina neno zuri la kusema zaidi ya kusema asante. Najihisi tofauti sana tangu nimekutana na wewe. Sijui nawaza nini na sijui nini nifanye ili ujue shukrani zangu zinatoka ndani ya ufungu wa moyo wangu. Usijali. Unajua wewe na Robi ni sehemu ya familia yangu. Kumbe familia? Na surprise yako. Nina kazi mpya. Sasa kabla sijaitoa nataka mwe wa kwanza kuiona. Naomba niione. Nilishakwambia hakuna kutoa pesa huko ndani. Kichokutoa hapa au kichokuwasha, kutoa hizo pesa kupeleka sehemu ambayo wewe unaiona. Alikutuma nani? Yule. Yule anakuhusu nini? Na kama mama alikuwa na shida, unaweza naye. Haya, kichokutuma wewe kielele chako. Anakuhusu. Mimi nipo. Angenipigia na simu. Nieleza. Karibu. Vipi? Kuna tatizo? Labda wamemkwaza kazini huko. Lakini sio kaida yake. Achana naye bana. Watu tushindwe kula, tushindwe kufurahi kwa ajili ya kazi zake.
Mimi nashindwa kuelewa ujue. Hakuna tatizo. Wewe niache nipumzike kama wewe ulivyokuwa busy na kazi. Sasa kama ni masuala ya kazi ni kwangu na hapa nyumbani vinahusiana nani? Kama havihusiani, kwa nini usimwombe Chazi akakusaidia huko ofisini? Afu ukafanya majukumu yako hapa nyumbani. Kwa sababu kazini kunanihitaji mimi mwenyewe na sio mtu mwingine. Oh. Kama kazini kwako kuna kuhitaji wewe na mimi namhitaji Chazi, si ndio? Kivipi? Utavuna ulichopanda usiku mwema. Hivyo hata mimi mwenzenu najiuliza, ai, kuna wengine wanapendana sana mpaka naona ni miujiza, kumbe sivyo. Hata mimi mwenzenu alinikuta. Yaani kikweli napitia kipindi kigumu sana. Nashindwa hata nifanyaje. Kwani Chazi anasemaje? Yaani hiyo ndo sitaki kabisa hata kumsikia. Yaani anacheka na mke wangu kazi zeta. Mimi nadhani fanya kama tulivyokubaliana. Kila kitu kitakuwa sawa. Sawa mzee. Lakini wanawake si wape nini waridhike. Hakuna kitu unaweza fanya wao kuwaridhisha. Ni wao tu kuamua kuridhika. Sema sawa mzee. Mimi ngoja niwe kazini. Tutawasiliana. Napojaribu kusahau, wenda nitapona angarau. Maumivu moyoni, wenda nitasahau. Maumivu moyoni, wenda nitasahau. Kama hili lina mwanzo, litaisha, litapita. Msanii, nina maswali mawili na ombi moja kwako. Msomi, unajua nini? Hujaipingwa mwanangu. Kwa nini mke wangu ananichukia sana? Na kwa nini anakusikiliza wewe sana kuliko mimi? Ndugu yangu, hakuna chochote. Ni kutenga tu muda wako na kuongea shemeji, ili jambo litakuisha. Unajua muda mwingine mtu mwenye hali kama hii huwa mara nyingi tabia yake inakuwa haitabiriki. Kwa usijali ndugu yangu, katika hili jambo la kawaida tu. Haya mambo yapo. Sio kwa ubaya. Lakini ule msaada naomba tuusitishe. Nitasimama mwenyewe. Haina shida. Kama umeona tiba zako ziko sawa, unaweza kufanya. Hakuna tatizo ndugu yangu. Sawa tu. Na itapendeza zaidi kama sitokuona tena pale nyumbani. Kwani kuna tatizo? Uwe na usiku mwema. Marahaba mwanangu, jambo. Jambo. Chazi. Hao ni ndugu zangu. Ndio ndugu zangu upande wa mume wangu. Karibuni. Asante. Karibuni sana. Asante sana. Auntie, uncle. Naam. Huyu ndio Chazi. Oh. Rafiki mkubwa sana wa Robi. Okay. Na ndio yule ambaye nilikuwa nawaambia muda wote. Mwanangu? Naam. Asante sana. Asante sana. Mwenyezi Mungu akubariki mwanangu. Nakushukuru sana kwa msaada wako. Wewe pamoja na familia yako.
Palipopungua Mwenyezi Mungu aongezee. Dorcas, Abe. hii ina maana kubwa sana. Maana akufae kwa ziki ndiye rafiki wa kweli. Usijali mjomba. Asante sana. Tuko pamoja. Asante sana. Sawa. Aya wanangu, sisi ngoja tuache. Mwanangu, usisahau kumwambia, msisahau kuja nyumbani, mje haraka. Umesikia mwanangu? Asante, nitamwambia. Sisi tunawaacha. Haya. Baki salama. Sisi tuwasindikizi. Karibu msanii. Makejachu. Tuingie ndani. Hapana. Natosha tu hapa. Yeah. Hapa kuna jambo limenileta. Jambo gani? Ni kuhusu Robi. Robi kafanyaje tena? Amenifuata nyumbani. Inaonyesha hapendezi na karibu wangu kwako. Kiasi cha kunikataza kuja hapa. Lo. Mimi mume sina jamani. Yesu ndo alikuomba wewe kuja kunisaidia mimi hapa. Yeye huyu leo tena hataki. Sasa kama hataki siatimize majukumu yake. Usijione mabadiliko ukajisikia vibaya. Iko hivyo. Nilikuwa nikupe taarifa ila usijali utakuwa sawa. Najua atasema anaweza kufanya haya yote. Lakini mimi namjua vizuri Robi, hawezi. Hawezi Chazi, ni wivu tu. Sawa, ila yeye ni mume. Anabaki kuwa mume. Na hapingwi. Ila nini Chazi? asipowanika atautwanga mbichi. Leo ziko sawa. Sitaki makelele wala usumbufu wa aina yoyote. Tafadhali. Naomba niache. Wewe usinipigie kelele. Yaani wewe kama uko sawa, mimi ndo nimevuruga kabisa. Hata hapo unapoongea naona nipigia kelele tu. Kwa sitaki usumbufu. Chazi, hivi unaitaka nini ndoa yangu wewe? Mbona upendi kuniona mimi na mke wangu tumekaa kwa amani? Yaani maneno ambayo tunazungumza kiume mimi na wewe, wao unatoka hapo unaenda kumwambia. Sasa kama unamtaka si uniambie ili kuachie muendelee kula haya mamuvi yenu na mablisha. Mbona sielewi? Mwambie bwanako akae mbali na mke wangu. Pole baba. Kumbe yako anakushinda, uko busy na haki za watu. Sitaji ugomvi na wewe. Yaani mimi nitakunyosha nakwambia. Yaani unajifanya mstaarabu, kumbe ni mshenzi wa kutupwa. Hivi uoni aibu? Unamtaka hadi mke wa rafiki yako? Lakini hakuna lakini Chazi. Iwe imeisha. Kwanza naondoka.
Kwa ina maana anaongea yote hayo ni ujinga na upuuzi, si ndio? Maana haiwezekani kila muda mimi naongea mwenyewe tu kama mwenda wazimu. Kama usingekuwa mwenda wazimu, basi ungemwacha mtu anayejua umuhimu wa mimi kumeza dawa na mahali sahihi zinapotakiwa kutunzwa, na sio kuwaza tu mambo yako ya kijinga. Mimi ni mume wako, siwezi kuendelea kufumbia macho ujinga na upuuzi ambao nyewe mnaufanya. Ujinga? Unazungumzia ujinga, sio? Hivi kati ya mwanaume anayekimbia majukumu yake na mwanaume anayetekeleza majukumu ambayo sio yake, nani mjinga? Nataka unisikilize kwa makini. Kuanzia sasa mimi niko hapa. Kuanzia hizo dawa, sijui chakula, chochote ambacho unakihitaji niambie mimi na sio Chazi. Nadhani kosa langu mimi nikubali kumsaidia, ila yeye ndio alikuwa ananiomba mimi, na nilikubali kwa sababu yeye ni rafiki yangu. Pili, yeye ni mheshimu kama shemeji yangu. Tatizo sio kukubalia kumsaidia. Kumbe nini kinachomuumiza Robi? Umeanzisha mahusiano ya kimapenzi na mkewe, kitu ambacho kimefanya ndoa yake iwe chungu mno, kila siku mizozo. Chanzo kikubwa ni wewe. Hiyo sio freshi. Lasi, naanzaje kuanzisha mahusiano na mke wa rafiki yangu angaye najua ni mjamzito? Na hilo ndo tatizo. Na isitoshe hana uhakika juu ya ile mimba kwa ni yake. Ndo kafika mbali kote huko. Sasa sikia, mimi naombi moja. Kama utakubali sawa, na ukipuuza sawa pia. Ombi gani? Wewe fanya kama jamaa anavyotaka ufanye. Kwani usipenda kwake kuna tatizo lolote? Sikia, mimi kwake nitaenda kwa sababu namsaidia kama dadangu, na sio dadangu tu, siku tayari kumpoteza. Unamaanisha nini? Huwezi kunielewa Lasi. Chaz, haina haja ya kuwa na mawazo. Kama kuna jambo linakutatiza bora uniambie. Unajua fika wewe ndio mtu pekee uliyebaki upande wangu. Nikikupoteza na wewe unadhani itakuwaje? Nadhani unakumbuka kuna siku nishawahi kuambia nimpoteza dadangu kwa tatizo kama la kwako, na nilipitia changamoto kama za kwako. Hivyo hivyo sitaje kumpoteza mtu mwingine muhimu tena kama wewe, na ndio maana nafanya kila kitu kwa kujitoa kila hali. Nakumbuka, lakini najua haiwezi kutokea kwa sababu niko na Chaz, mwanaume aliyenionyesha upendo ambao sijawahi kuupata na furaha ambayo siwezi kuielezea kabisa. Sifanyi hivi kwa sababu ya urafiki ambao sasa unageuka kuwa uadui. Nafanya hivi kwa sababu sihitaji Robi ajenge ukuta kwa sababu ya kushindwa kuziba ufa, na japo ajui nini nafanya. Ni sawa, ila tatizo kubwa ni wivu tu, hakuna chochote. Lakini nini? Mapenzi yana wivu ndio, sio kwa mtindo huo. Kinachokubiza wewe mtazamo, 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 mtazamo.
hivyo. Hata mimi mwenzenu najiuliza, ai, kuna wengine wanapendana sana mpaka naona ni miujiza. Unajua ni ngumu sana kupata jino zima kwenye kinywa kichooza. Unamaanisha nini? Namaanisha kwamba ni ngumu sana mtu kujua uzuri wako, kwa sababu sura yako imetawaliwa na huzuni na majonzi muda wote. Chaz, muonekano wako hausanifu kabisa yaliyomo. Najua nyakati za furaha kwako ni chache kuliko nyakati za huzuni. Unajua ni kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu anayestahili kufuta machozi ndiye anakufanya ulie. Kumbo na kiburi. Muda wote unaokuita na maana unisikii. Na ndio maana amekuibia mke wako. Au basi. Vipi, unanikumbuka? Who are you? Neri, mpenzi wake Charles. Mbona sielewi? Mwambie bwanako akae mbali na mke wangu. Neri. Unaonekana huko sawa. Vipi, kuna tatizo? Ya, nakuwa liziko sawa kabisa. Yaani kichwa changu kina mambo mengi mno. Na huyo Chazi ndo tatizo. Hivi ni kweli anatoka na mkeo? Yaani hata sielewi. Lakini naona kabisa kwamba kuna kitu hakipo sawa. Na kama sio kwa huyo Chazi, basi ni kwa mke wangu. Hata mimi nahofia kumpoteza Charles. Kwani siku hizi amebadilika sana. Hana muda na mimi hata kidogo. Yaani saizi Chazi kila kitu anachokifanya ni kwa ajili ya mke wangu. Lakini naweza nikakusaidia kufahamu ukweli. Siku zote ndovu hajaelemewa na mkonga wake.
Hakika mzaa utumbo usaa. Unamaanisha nini? Tulichagua kupuliza, ila tukasahau kuna kupuliza ili ipoe na kupuliza ili wake. Sipo tayari kabisa kusikia hicho unachotaka kusema. Hata mimi pia siko tayari, ila inabidi iwe. Chaz, nipo tayari kupoteza kila kitu kwa sasa, lakini sio kukupoteza wewe, kwa sababu umebadili mtazamo wa mahusiano yangu. Na kunikaribisha kwenye ulimwengu mpya wa furaha. Hakika nakiri wazi kuwa nini, Chaz? Nakupenda. Nakupenda pia. Ila siwezi kuwa na wewe. Chaz. Dorcas. Wakati fulani kosa linaweza likagharimu uhusiano kati ya mtu na mtu, au kumfanya mwingine kufanya maamuzi makubwa sana ili alizishe nafsi yake. Hatuwezi kurekebisha kila kitu ambacho kimeharibika. Hali hiyo tunaweza tukaitumia kama funzo ya kutokurudia kosa. I'm sorry. Lakini upendo haufi kifo cha kawaida. Ila ufa kwa sababu ya ukofa kutokuona makosa madogo madogo. Kama vile usaliti, kutokujali na kiburi, pia na kutokuwa na hofu ya Mungu. Pia upendo ni nguvu isiyodhibitiwa. Tunapojaribu kuidhibiti huwa inatuangamiza, na tunapojaribu kuifunga inatufanya kuwa watumwa. Tunapojaribu kuielewa hutuacha tukipotea na kuchanganyikiwa kabisa. Chaz, upendo ni nini? Upendo ni... Sio rahisi kuelezea upendo kwa sentensi moja. Kwa kuwa ni hisia zinazozidi tamaa. Ni hali ambayo ina urefu kama mbingu na kina kirefu kama cha bahari. Tena bahari isiyokuwa na mwisho. Nadhani tafsiri sahihi ya upendo ubaki kuwa upendo wenyewe. Moyo wa mtu kivunjika, anaweza kaona dunia nzima inasonga pasipo yeye. Japo anaomba msamaha na anayesamehe, wote wanaishi kwenye kivuli cha upendo. Nimejaribu kuangusha mara kadhaa, lakini najuta sana. Wewe ndio kila kitu katika maisha yangu. Wewe ndio mwanamke muhimu sana katika maisha yangu. Kwani haustahili chochote isipokuwa upendo pamoja na heshima. Na kuahidi kubadilika. Na kuahidi takuwa mume bora kwako. Chaz, natambua nimekukosea sana. Kwa dhati ya moyo wangu nakuomba radhi, tafadhali.
naomba unisamehe na kunipa nafasi nyingine ili nikuoneshe ni kwa kiasi gani na kusamini na kukupenda. Naomba unisamehe. Msomi, sikufanya kwa sababu yako, ila wewe ndo sababishi. Miaka kadhaa iliyopita nimpoteza dada yangu tatizo kama hili. Hivyo basi nisingeweza kukubali kumpoteza mtu mwingine tena ikiwa nina uwezo wa kumsaidia. Ukweli ni kwamba umenipa elimu kubwa sana katika maisha yangu. Hakika wewe ni rafiki bora sana kwangu. Nadhani nishakwambiaga juu ya Sky Films. Basi mhusika mwenyewe ni huyo hapo. Okay. Sawa. Najua ni muda mrefu sana tangu nimekwambia kitu kama hicho. Lakini ukweli ni kwamba nilishamuonyesha kazi zako na akazipenda sana. Na hapo unapomuona ana kiu sana kufanya kazi na wewe. Kwa sababu ni mshikaji ambaye anafanya kazi nzuri sana. Na niwe tu mkweli kwamba yeye ndo sababu kubwa sana mimi kupenda Bongo Movie. Msanii wetu huyo hapa. Nashukuru. Kwanza kiukweli nilikuwa natafuta sana mtu kama wewe. Kwanza nikusifu unaweza. Zeni unajua baada ya kuongea na Mr. Lobby kumwambia kwamba natafuta mtu, akaniambia bwana kuna kijana huko anaweza. Nikasema basi haina shida, hebu nitumie kwanza clip zake. Kama nitumia baadhi ya clip zako nimeziona. Na nisio na mambo mengi Lobby. Mimi nafikiri kama itawezekana nikupe mkataba ujaze nzeni kazi zianze. Sio unasemaje kwa? Okay. Kwanza nashukuru kwa kuthamini kipaji changu. Ukaamua kunifuata mpaka hapa. Licha ya kwamba mjini kuna wasanii wengi sana. Pia nashukuru sana Mr. Lobby kwa upendo wako. Familia. Mimi nafikiri hapo atakuwa hakuna cha ziada. Kama una management tuite management. Mimi nadhani hilo limeisha. Hilo limeisha. Kwa sababu mimi watu wenyewe wawili nawajua vizuri, Mr. anakufahamu vizuri, lakini pia na Chance na wajua uwezo wake. Najua kabisa mkiungana lazima mtoe kitu hapo. Tanzania nzima ishagae. Nilitamani nifumba macho sione, ila kesho ndivyo sivyo. Kutazama ndio mtazamo si, na hofu mwisho itakuwaje. Kumbe 9 yangu kwake 6, hata ukigeuza tazamo wake umeleta vita. Mimi naye hatuelewani. Kumbuka ninyi ni familia, ningewezaje kukusariti mimi na nduguyo kipenzi. Na pia kuna kuumbuka ukija kujua sio mapenzi yana wivu, ndio sio kwa mtindo huo. Kinachokubiza wewe mtazamo, 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 mtazamo.
hata mimi mwenzenu najiuliza, ai, kuna wengine wanapendana sana mpaka naona ni miujiza, kumbe sivyo. Hata mimi mwenzenu alinikuta, mpaka sasa najiuliza kwa nini aya mwenzenu ananiliza. Napojaribu kusahau, wenda nitapona angarau, maumivu moyoni wenda nitasahau, maumivu moyoni wenda nitasahau. Kama hili lina mwanzo litaisha, litapita tena bila makasiriko, litaisha, litapita.